Hii ni Face Media, karibu pote pale ulipo katika siku ambayo tunaangalia kwa kina tabia za mtu ambaye anaweza kutimiza malengo aliyojiwekea. Kukuletea hili inaungana moja kwa moja na mchambuzi wa masuala mbalimbali ya nasaha za maisha, lakini pia yeye ni mwanasaikolojia Paul Mngongo. Mimi ni Joseph Msami na nashukuru kuungana nawe tena Paul kwa mara nyingine. Karibu sana. Asante sana. Nimemwambia mtazamaji kwamba tunaangalia jambo muhimu ya kuhusu tabia za mtu ambaye anaweza kutimiza malengo. Na hapana shaka kuweka malengo ni jambo jema mwanzo wa mwaka, katikati ya mwaka ama vyovyote vile, lakini tukianza na malengo yenyewe yanawekwa vipi na ni malengo ya namna gani, ili kabla ya kuangalia sifa za mtu ambaye anaweza kutimiza haya malengo. Jambo ambalo unalizungumzia ndugu Msami kwa wanaotufuatilia ni jambo muhimu sana. Na labda niseme mara nyingi sana tatizo si kuweka malengo. Tatizo ni kuyatimiza malengo. Na wakati mwingine kutoyatimiza malengo kunasababishwa na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea kwenye maisha ya mhusika. Inawezekana ni kwenye setting ya malengo yenyewe, kwenye kuyaelewa malengo yenyewe kabla hujayaweka. Kwa sababu kuna vitu vingi vinavyotokea hapo mpaka vinamfanya mtu asitimize malengo. Na anaweza akafikiri hatimizi malengo kwa sababu ameshindwa kutimiza malengo. Kumbe hatimizi malengo kwa sababu hata malengo yenyewe hajui yanawekwaje. Kwa hiyo sasa vitu vya namna hiyo vinapelekea mtu kushindwa kuyatimiza malengo yake. Vinapelekea mtu kushindwa kuyatimiza malengo. Kwa hiyo mtu anapoweka malengo ni vizuri azingatie baadhi ya mambo ambayo yatamsaidia yeye kutekeleza au kufanikiwa kuyatimiza hayo malengo kwa kadri alivyokusudia. Na huo ndio tunaita utoshelevu au mafanikio. Malengo ili yafae kutimizwa yanatakiwa kuwa na sifa zipi ama kuzingatia mambo gani? Ili malengo yawe yanatekelezeka, malengo yanayoweza kufikiwa lazima yana sifa kadhaa. Kwanza yawe ni malengo yana time frame. Yaani sio tu malengo. Wengi wanaweka malengo lakini ni general sana. Nikisema katika lugha hiyo nafikiri watu wengi watanielewa. Anaweka malengo ambayo ni general, yani haieleweki yanaanzia wapi yanafikia wapi. Kwa lazima malengo yazingatie muda. Yani unapoweka malengo lazima uyapime malengo kwenye mipaka ya muda. Ndani yake ujue haya malengo nataka kuyatimiza kwa kipindi cha muda fulani. Kwa mfano kwa kipindi cha mwezi mmoja, au kwa kipindi cha miezi 6, au kwa kipindi cha mwaka mmoja. Sasa ukishaweka hayo malengo, ukishatamka neno muda, manake umezingatia uwezekano wa kutimizwa kwa hayo malengo. Umezingatia namna ya kupata rasilimali zinazokuwezesha kutimiza malengo uliyojiwekea. Lakini unakuwa umezingatia vipimo mbalimbali, kwa sababu malengo lazima yawe yanapimika. Sio yanapimika mwanzo mpaka mwisho tu, time after time tunasema. Hapo katikati unaangalia ulipanga lengo la mwezi. Je, unaweza kulipima ndani ya wiki? Kwa mfano mtu unasema tu nataka ndani ya mwezi huu nifanye mauzo ya shilingi milioni 1. Kwa hiyo mwezi unaweza kusema umegawanyika katika wiki 4 au 5, inategemea na mwezi husika. Sasa kama umepanga kukusanya milioni 1 ndani ya mwezi, lazima kuwe na vipimo kwamba at least kila wiki nikusanye 250,000. Kwa hiyo ukifika mwisho wa wiki ukishaona 250,000 umeifikia au unakaribia kuifikia au umeipita kwa kiasi fulani, hapo tunasema malengo haya yanatekelezeka kwa sababu yanapimika. Tofauti na malengo ambayo huwezi kuyapima after time, huwezi kuyapima kwa siku, huwezi kuyapima. Kwa hiyo lazima yawe malengo yanayopimika, tunasema measurable. Lazima yawe malengo yanayozingatia muda, kwa maana yako time bound, yana muda maalum. Lazima yawe malengo ambayo yanafikika, tunasema achievable. Kwa hiyo tunasema kuna kitu wa Kiingereza wanaita SMART goals. Lazima yawe specific. Usiseme tu nataka kuishi maisha mazuri. How? Ukisema tu baada ya miaka 3 mimi nataka kuishi maisha mazuri. Unaishi maisha mazuri kwa vipi? Kwa hiyo lazima yawe specific kwamba nataka kuishi maisha mazuri kwenye engo ipi. Nataka niwe na afya njema, nataka yawe specific. Kwa hiyo lazima yawe specific na kadhalika na vitu. Kwa hiyo malengo lazima yazingatie hizo vigezo. Naam, hapana shaka mtazamaji, mimi na wewe tumewahi kuweka malengo. Mimi binafsi Januari nachukua muda na hasa na familia kuweka malengo. Ikifika mwezi wa 6 nikiatizama, hapo ndo shughuli inapoanza. Amba katika haya 6, mwezi wa 6 nilikuta
hata tu shughuli ya kutimiza yale malengo labda hujafanya na mambo mengi. Kwa hiyo pengine mtazamaji na huyu anatufuatilia anaweza kuona kwamba kuna mambo mengi ya kufanya ili malengo yenyewe afae kutimiza kabisa. Twende kwenye zile sifa ambazo mtu anahitaji kuwa nazo ili sasa haya malengo yaweze kutimia, ama vigezo. Sawa. Sasa ili malengo au vigezo viweze kufikiwa, kuna mambo mengi ya kuzingatia. Nataka tuongee mambo kadhaa ambayo mimi, wewe pamoja na anayetufuatilia atapata kitu labda kwenye mazungumzo haya kitakachomsaidia yeye kuweza kufikia malengo anayojiwekea. Jambo la kwanza, Msami, nataka nilizungumze, linahusu kuweka malengo yaliyoandikwa. Wengi watu tuna tabia ya kuweka malengo tukifikiri tumeweka malengo, kumbe tumeweka matamanio, kumbe tumeelezea tu tunachokitamani. Hatujaweka lengo. Mtu ameeleza tu anachokitamani, au amememorize, ameweka vitu ambavyo anavitamani na sio malengo, kwa kuzingatia zile sifa tulizoziweka pale nyuma. Kwa hiyo tunasema hivi, ili mtu aweze kutimiza malengo ni muhimu awe na malengo yaliyoandikwa. Na kuandikwa kwake sio tu yaandikwe hivyo, lazima yazingatie vigezo. Kama nilivyosema, usiweke tu lengo kwamba nataka baada ya miaka 3 niwe na maisha mazuri. Hilo liko so general. Ni lazima liwe specific. Kwa mfano niliotoa ule ndani ya mwezi, kwamba baada ya miaka 3 mimi hapa nataka niwe na uwezo wa kutengeneza mauzo ya shilingi milioni 2 kwa mwezi. Kama mimi ni mjasiriamali, natamani baada ya miaka 3 niwe na uwezo wa kutengeneza mauzo au kipato cha shilingi milioni 2 kwa mwezi. Sasa hapo utaona kwamba lengo liko so specific, kwamba nataka kutengeneza amount fulani ya pesa. Lengo linazingatia muda, kwa mwezi. Hilo lengo unaweza ukalipima, kama ni kwa mwezi milioni 2, maana yake niwe na uwezo wa kukusanya shilingi 500,000 kwa wiki. Kama ni wiki 4 au kadhaa. Sasa hayo yote lazima yawe specified, yawe yamewekwa bayana na yameandikwa. Sasa mtu ni rahisi sana kufuatilia kitu kilichoandikwa hatua kwa hatua kuliko yale matamko ya imani. Siku hizi tuna kitu kinachoitwa matamko ya imani. Watu wanatamka tu kwa imani kwamba okay, nitapokea, nitakuwa na nyumba lini, hakuna. Unaipata pataje, hakuna. Kwa vitu kwa imani. Kwa sasa imani ni vizuri ikawekwa baada ya kuandika malengo kwa kuzingatia vigezo tulivyovisema. Kwa jambo la kwanza ni vizuri kuwa na malengo yaliyoandikwa. Na mimi nadhani katika yale ya kwangu nusu ni matamanio. Nikiyakumbuka yaliyobakia tu ndio malengo, lakini nusu yote kutu pale. Yale yote ni matamanio tu. Na katika hizi sifa ambazo ama vigezo ambavyo sasa tunataka tuvitizame kwa kina, nadhani nidhamu ni moja ya muhimu, ni moja ya kigezo muhimu ili kuweza kutimiza malengo hayo. Najua kuna vingine vingi, lakini wengi huwa tunakwama kwenye nidhamu. Unafanya leo, unaacha kesho kutwa, shughuli ishaisha. Ni vizuri kwenda straight kwenye kitu kinachoitwa nidhamu, lakini mimi nataka tuboreshe kidogo. Si kwamba nidhamu ni makosa, lakini natamani tuboreshe kidogo. Badala ya kusema nidhamu, mimi natamani tuseme mtu ajenge mfumo badala ya kujenga motisha. Watu wengi wa kariba yetu tunapenda sana motisha. Yani mtu anasubiri awe amehamasika kufanya jambo fulani. Mtu anataka ajisikie kufanya jambo fulani ndipo alifanya. Sasa hiyo tunaita motisha. Mtu anataka morali. Sasa leo hapa nataka tuliweke vizuri hilo ulilolisema. Natamani mtu awe na mfumo wa maisha unaomwezesha kutekeleza malengo yake. Kwa ndugu naye nisikiliza, ni vizuri ukaweka mfumo wa maisha unaoweza kukusaidia kutekeleza malengo yako. Lengo lilo liwekea, angalia mfumo wako wa maisha unakupeleka kulitekeleza hilo lengo, au mfumo huo unakinzana na lengo lako. Sasa huo mfumo unastawi mahali ambapo pana nidhamu. Mtu anasema lengo langu la maisha ni kuhakikisha kwamba nataka niwe na ufahamu, niwe na knowledge mbalimbali. Ninapataje hiyo knowledge? Nataka nijijenge kwenye knowledge kwenye upande wa maisha, labda life skills. Unaona?
Okay, napataje hayo maarifa? Nataka nianze kusoma vitabu mbalimbali vinavyochambua, au nisikilize watu kama sisi ambao tunazungumzia maisha tu ya kawaida. Nataka nisikilize labda talks mbalimbali, mazungumzo mengi, watu wanasema nini kuhusu maisha, kuhusu nyanja mbalimbali za maisha. Sasa ukishasema nitapata kwa njia ya kusikiliza na kusoma, okay, basi sasa nitakuwa natumia nusu saa ya muda wangu kila siku kuwekeza kwenye kusoma, au kuvaa headphones nisikilize talk zinazohusu nini, maisha. Sasa hapo unaanza kujenga mfumo. Okay, nitasikiliza saa ngapi? Kama ratiba yako ni versatile, haieleweki yani, unasema basi nitajitahidi ninapopata nafasi, lakini sitalala bila kusikiliza nini kitu kwa nusu saa, au bila kusoma kwa nusu saa. Lakini mwingine anasema ratiba yake inaeleweka, mimi before nikiamka asubuhi nitakuwa na nusu saa ya kusoma kwanza, halafu ndio nitaondoka kwenda kwenye shughuli zingine. Au nikimaliza shughuli zangu nitasoma kwanza, ndipo nitakwenda kulala. So ukishafanya hivyo, sasa unahitaji ile kitu catalyst inaitwa nidhamu au discipline, kichocheo kile. Yes, kubaki kwenye mfumo. Hiyo hapo ndo shughuli ilipo. Unahitaji ile discipline kwamba sitasubiri nijisikie. Hii kwangu imeshakuwa mfumo wa maisha. Sasa ukiujenga huo mfumo taratibu, mwanzoni nikwambie ndugu unayetufuatilia, haitakuwa rahisi. Kuna rise and fall, kuna kusimama na kuanguka, lakini hakikisha kwamba una develop discipline toka ndani, ya kwamba hata kama nimefanya nini nitakaa. Wakati mwingine mtu anasema nitasoma kabla ya kwenda kulala, anajikuta na usingizi. Basi tumia nusu saa na usingizi wako, hata kama ulale egemea hicho kitabu mpaka hiyo nusu saa uliyoiweka iishe, ndipo uende huko umeegemea kitabu. Huko umeegemea hiyo itakufanya uangalia huu muda niliopanga ni sahihi. Je, hali nilionayo inanipa mimi? Lakini ukishaondoka bila kufanya, tayari unakuwa una nidhamu. Kwa mimi ninachosema ndugu yangu, ukitaka kutimiza malengo yako kwenye maisha yako, anza kuweka mifumo. Usitegemee hamasa. Acha kuishi kwa motivations. Weka mifumo itakayokusaidia kutekeleza malengo yako. Kuna malengo mengine. Ni jinsi gani unaweza ukaendelea na nidhamu yako hata kama hamasa haipo kabisa, iko kwenye hasi? Lengo kwa mfano la kufanya mazoezi. Kuna wakati hamasa hakuna kabisa, mvua inanyesha, mazingira hayaruhusu, watu wameenda kwenye harusi, kuna sherehe, vitu ambavyo yani wewe mwili wako haukusukumi, unajisikia baridi, hakuna hamasa na viungo vile. Yani kuna mambo mengi kwa kweli. Hamasa ile, unaweza kuendelea vipi kusimama kwenye nidhamu kukiwa hata hakuna tone, hata nukta tu ya hamasa? Sasa mtu aliyefanikiwa ni yule mwenye nguvu ya kushinda sababu zinazomfanya asitekeleze, au visingizio. Mtu anayetaka kufanikiwa ni mwenye uwezo wa kushinda visababu vinavyomfanya asitekeleze alichopanga kutekeleza. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachokuja kwamba okay, sasa mimi nitabadilika kutoka kuwa hivi overnight. Sasa hapo kuna kuja somo lingine linaitwa mindset, ambapo kuna kitu kinachoitwa conscious mind na subconscious mind. Inabidi ukichukue kitu, tunatekeleza vitu ambavyo viko kwenye subconscious mind zetu. Sasa naogopa kuingia huko kwa sababu sio wakati wetu. Hatuzungumzii mindset leo. Sasa mtu anatakiwa kuchukua kitu toka kwenye consciousness yake akipeleke kwenye subconscious, kwa sababu kwenye subconsciousness kuna set of rules zinazomfanya mtu hiyo kitu kiwe tabia. Tunaposema jenga mfumo, kwa lugha rahisi tunasema jenga tabia. Jenga tabia. Mfumo iziko tu tabia. Unaona? Sasa mtu tunasema hivi, unaweza kuwa kitu si tabia yako, lakini unatakiwa ukijenge kwa kuchukua, kwa sababu mtu anajua kabisa kwamba jambo fulani ni baya, lakini bado analifanya. Unaona? Kwa hiyo mtu conscious yake inajua kwamba hichi kitu ni kibaya, lakini anaendelea kukifanya. Kwa sababu gani? Mtu haamui kwa consciousness yake, anaamua kwa subconsciousness yake. Anachotakiwa ni kutransfer hiyo knowledge kutoka kwenye consciousness kuipeleka kwenye subconsciousness. Subconsciousness ndiko kuna set of rules zinazoamua mtu afanye jambo fulani na liwe tabia. Sasa unapelekaje kitu kwenye subconscious? Wataalamu wanasema kuhamisha jambo kutoka kwenye conscious mind kupeleka kwenye subconscious mind kupitia njia mbili. Njia ya kwanza inaitwa faith au belief au imani. Mtu anaamini. Kuna wale anafika mahali anakuwa anapiga pombe tila lila,
lakini kesho na kesho kutwa anahubiriwa injili, habari njema, anaamini, anajenga belief. Ile imani inahamisha knowledge kuipeleka kwenye subconsciousness. Kesho hafanyi hivyo. Zamani tuliaminishwa mtu ukimruka mwenzio anakuwa mfupi. Kwa hiyo mtu hawezi kuruka kwa sababu ameamini. Sasa subconsciousness, unachukua kitu kwenye conscious kupeleka kwenye subconscious kupitia imani. Lakini jambo la pili ni kupitia repetition. Unafanya mara kwa mara. Ndio wanasema mara kwa mara. Leo hutaki unafanya, kesho hutaki unafanya, kesho kutwa hutaki unafanya, kesho kutwa hutaki unafanya. Pamoja na hivyo unasikiliza vitu vinavyokujenga wewe kufanya, vinavyokujenga. Tunasema huko mbele tutaona mtu anakuwa vile anavyosikia mara kwa mara. So kuna namna nyingi. Sasa namna hiyo ni kuchukua kitu, hiyo ni mindset. Sasa hiyo ni topic ya siku nyingine ambayo tutazungumzia mindset. Kwa hiyo unafanya mara kwa mara hata kama unashindwa, hata kama upendi. Sasa hiyo baadaye ukisharudia mara kwa mara, kama jamaa zangu fulani wanakunywa chai sana. Hawakuanza tu hivi hivi, hawakuzaliwa wanakunywa chai. Wanakunywa chai sana hao jamaa. Walikunywa mara kwa mara, wakajikuta kwamba repetition imewajengea tabia. Na ikisha kuwa tabia ndio tunaita mfumo. Kwa hiyo wamejenga mfumo wa kunywa chai ya jamaa. Sawa. Kwa hiyo kuna kitu kimezungumza muhimu hapa. Mtazamaji, mimi ndiye ninayekunywa chai. Kwa hiyo ndio maana namuelewa sana mchambuzi na mwanasaikolojia. Umezungumza kitu muhimu kwamba unafanya mara nyingi mpaka inakuwa tabia. Kuna mwandishi mmoja nimeona ameandika fake it until it's real. Akatoa mfano kwamba unapotaka kulala mara nyingi unafumba macho hata kama usikii usingizi. Pale una fake. Unafanya kile ambacho sio halisia. Baadaye ukiwa umefumba macho usingizi unakupitia huko. Inaanza kuwa tabia. Tusonge mbele sababu kuna mambo mengi ya mtu kufanya, lakini naamini katika haya yote jambo moja hapo muhimu ni kuhakikisha unazingatia muda, udhibiti wa muda katika haya yote. Umeshajihamasisha, umeingia lakini wakati mwingine ukiwa umeshajihamasisha, umejiandaa, unatarajia kufanya jambo lako lililoko kwenye malengo, kinatokea kitu ambacho hakikuwa kimepangwa. Pale nadhani udhibiti wa muda ni jambo muhimu kidogo hapo. Sasa kwenye tabia ambazo mimi nimeziweka, wewe umeweka vizuri kwamba zingatia muda. Mimi nimesema jifunze kusema hapana. Jifunze kusema hapana. Mimi nimesema jifunze kusema hapana. Mimi chai sisemi hapana. Lakini nitaangalia kama inaleta madhara kidogo naweza nikabadilika. Tuendelee. Sasa hapo kwenye muda, leo labda nikwambie Msami pamoja na mtu anayetufuatilia, ni kwamba kuna calls nyingi, kuna miito mingi kwenye maisha yetu. Kuna miito ya kwenda kwenye sherehe. Kuna miito ya kwenda kupiga story na marafiki. Kuna miito ya kwenda kuangalia movie. Kuna miito ya kwenda kufanya vitu mbalimbali. Kuna miito ya kulala. Kuna miito ya kuangalia. Siku hizi wito mkuu unaoongoza ni kuchezea simu. Ni wito mkubwa ambao kwenye vituko vya kwenye simu. Sasa watu waliofanikiwa Msami pamoja na ndugu unayenisikiliza ni wale wenye uwezo na nguvu ya kusema hapana kwenye miito. Kwenye miito. Ndio maana kwenye miito mbalimbali ambayo sisi tunaenda na tunaifurahia, watu ambao unawajua wamefanikiwa huwaoni. Hebu nikumbuke watu ninawajua wamefanikiwa kama ninawaonaga. Na yule jamaa wangu yule ana kampuni, sherehe hizi ambazo tunaenda wala simuoni. Tunampigia anasema akija anakuja dakika chache. Anawaaga anawaambia nina mkutano muhimu sana, inabidi niende. Lakini ameshafika pale kidogo dakika chache akawasalimia. Hiyo nidhamu hiyo. Kwa hiyo ndio maana wale watu huwaoni kwenye miito yako mingi. Sasa jiangalie kwamba kama watu waliofanikiwa huwaoni kwenye miito yako, anza kuchunguza umuhimu wa miito hiyo. Unaweza ukajikuta kwamba si muhimu wala si lazima, ila unajisikia tu kwenda kwa sababu inakupa kampani, inakupa, lakini muda ndio unapotea. Kwa hiyo jifunze kusema hapana ili uweze kutimiza malengo yako. Kitu ulichokiweka kisiwe interfere na jambo lolote. Kama umesema mimi kuanzia saa fulani mpaka saa fulani nitasoma, hakikisha unasoma hata kama kuna wito ambao unakuita. Sasa jamii zetu hizi zinafahamika kwa masuala kama misiba, vitu vya mtoto amezaliwa ama kuna birthday, sherehe ya kuzaliwa na vitu kama hivyo ambavyo ni zikari mtu afanye ili kuhakikisha anadhibiti hayo mambo, kwa sababu pia jamii inatuhitaji. Kutokea msiba mtaani kwako pia kama udhurii mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, watu hawakuoni, likikukuta na wewe utajikuta watu watakwambia endelea na maisha yako ya maendeleo ya miito yako ya biashara huko.
Labda nikuulize swali, wewe unaowajua kichwani mwako waliofanikiwa, huwa unawaona kwenye misiba au huwaona? Utajikuta huwa unawaona. Lakini si kama ambavyo sisi na sio kama ambavyo sisi unashinda hapo, unalala hapo. Kuna namna wanaonekana, huwa unawaona. Unaona kweli, ila kimkakati ndicho tunachozungumzia. Sio kwamba usifanye mambo, utafanya kwa sababu haya ni maisha. Unaona, lakini fanya kimkakati kwa sababu una malengo. Kwa sababu una malengo. Sasa siku hizi watu wanataka ukiweka msiba hapa, watu wanataka waje, mnawasha moto, mnaota, mnakaa asubuhi, mchana, mpaka unauliza jamani, kuna cha kufanya? Kuna hamna kazi nifanye hapo. Sasa zingatia muda kwenye kutekeleza malengo. Wengi ambao unawapata huko bila mipaka ni wale ambao hawana malengo wala hawana cha kutekeleza, au wanakubali kuwa distracted. Sasa usikubali kuwa distracted. Fanya mambo yote, onekana kwenye vitu vyote vya msingi, lakini kimkakati. Mtazamaji, kamata hiyo, fanya kila kitu, hudhuria misiba, sherehe za kuzaliwa, siji rafiki zako wanakutana, kuna mtu anamvisha mtu pete, lakini zingatia kimkakati. Tusonge mbele na twende kwenye hizo tabia nyingine ambazo ni muhimu ili mtu aweze kutimiza malengo yake. Hii ni Face Media. Tunasonga mbele, mada yetu leo inasema tabia za watu wanaotaka kutimiza malengo yao. Jambo lingine ambalo ni la msingi sana kwa watu wanaotaka kutimiza malengo yao ni kuchagua marafiki kimkakati. Chagua marafiki kwa malengo na wala sio kwa mazoea. Kwa nini tunasema hivi? Niongee hili kifupi kabisa. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu mtu au maisha yanafanana sana na mazungumzo ambayo mtu anayasikia mara kwa mara. Inawezekana watu hawalijui jambo hili. Maisha ya mtu yanafanana na mazungumzo ambayo mtu anayasikia mara kwa mara. Ukiamua kukaa na watu ambao wanalalamika siku zote, na wewe utaanza kujikuta unafanyaje? Unalalamika. Ukiamua kukaa na watu wanaojenga mifumo ya maisha yao, utajikuta na wewe baada ya muda, hata kama hujapanga, utajikuta akili zako zinakuelekeza kujenga mifumo yako ya maisha. Ukikaa na watu ambao wanajenga biashara, utakuta na wewe baada ya muda unaanza kufikiria biashara. Ndio maana tunasema maisha ya mtu yanafanana kwa asilimia kubwa na mazungumzo ambayo anayasikia mara kwa mara. Kwa hiyo unapochagua marafiki, ni vizuri uchague marafiki kwa kuzingatia malengo yako. Kwa sababu tofauti na hapo, unaweza ukatolewa njiani au wakadilute shauku yako kuyatekeleza malengo. Ukaanza kuona kwamba wewe ulikuwa unaelekea kushoto, lakini unakutana na watu wote wanaoelekea kulia. Baadaye unaanza kukuta kwamba hauna ile nguvu sana, hauna ile zeal ya kwenda kushoto. Unaanza kufikiria kwenda kulia. So uchaguzi wa marafiki, uchaguzi wa company una mchango mkubwa sana kwenye utekelezaji wa malengo ya mtu. Kama umeshapata marafiki wabaya na unaweka malengo ambao unaona hawa marafiki siwahitaji tena, mbinu zipi uzitumie kuwaacha? Kwa sababu naamini sio kitu kirahisi kuwaacha marafiki wa muda mrefu. Kimsingi sio swala la kuwaacha, ni swala la vipaumbele, kwamba sasa napunguza muda wangu nao na nipate watu ambao watanihamasisha kuelekea kwenye kutekeleza malengo yangu. Kwa swala si kuwaacha, sio kufuta namba zao, sio kufanya nini. Kwa sababu kuna kesho utawahitaji. Kwenye maisha ya kawaida utawahitaji. Kuna watu lakini bila kublock kwa muda kidogo anakusumbua. Kwa kawaida watu wakishaona unaanza kuweka distance, mwanzo watajitahidi kuforce, lakini mwisho utajikuta nao wanaanza kufanyaje? Kupunguza, kukubali kwamba huyu. Kwa hiyo si tu ambao wanakuvunja moyo, lakini hata wengine ambao hawataki kubadilika kama unavyobadilika, unatakiwa kuanza na hili ninalisema mara kwa mara, na hata juzi niliandika mahali fulani nikasema kwamba watu wataendelea kupoteza marafiki waliowapenda. Yaani rafiki alikupenda, lakini kesho kutwa analazimika kukuacha kwa sababu watu wanataka vitu vipya, wewe hubadiliki. Wao wanabadilika, kuacha siku wewe wamekuona hubadiliki, analazimika kukuacha apate mtu anayebadilika.
Sababu watu siku hizi wanachagua marafiki kwa malengo na sio kwa mazoea. Kwa ni vizuri ujue ukitaka kutimiza malengo yako kwenye maisha, chagua marafiki kwa malengo. Tusonge mbele na tabia nyingine ambazo ni muhimu katika kutimiza malengo. Huyu ni mwanasaikolojia lakini pia ni mchambuzi wa nasaha mbalimbali za maisha, Paul Mng'ong'o. Tunaangalia tabia za mtu ambaye anataka kutimiza malengo yake katika maisha. Kitu kingine, ukitaka kutimiza malengo yako, wekeza kwenye maarifa kuliko kwenye anasa. Unaweka malengo fulani, kwa mfano lengo tulilolitolea mfano mara ya kwanza, ninatamani baada ya miaka 3 niwe na income au niwe na mauzo. Kwa mfano mimi ni mjasiriamali, niwe na mauzo yanayofikia shilingi milioni 2. Huu ni mfano. Unaona? Sasa ili ufanikiwe kwenye malengo uliyojiwekea, anza kuwekeza kwenye maisha kuhusu mauzo. Kupata maarifa mbalimbali. Anza kuwekeza kwenye maarifa mbalimbali kuhusu mauzo. Anza kuwekeza kujua vitu mbalimbali, nawezaje kuuza, nawezaje kumshawishi mteja, mteja anataka nini, tabia za wateja, mimi natakiwa kufanya nini, natakiwa kuwa na muonekano gani, biashara yangu inatakiwa kuwaje. Soma vitabu mbalimbali, sikiliza watu wanaozungumzia sales, wanaozungumzia mauzo, fanya vitu vya namna. Kwa hiyo wekeza muda mrefu kwenye kujielimisha, utajikuta baadaye unatekeleza malengo yako kirahisi. Kwa sababu swala la kuuza, tulikuwa tunasoma mahali fulani tunajifunza, wanasema kwamba inategemeana na ability ya mtu kuuza. Utampa mtu glasi hii hapa, unaona, kuna mtu ndani ya masaa 10 utakayompa atauza glasi 10, lakini kuna mtu ndani ya masaa 10 utakayompa atauza glasi 2. Maana yake anauza wastani gani wa glasi kwa saa? Unaona? Sasa kuna mtu anauza kila saa anauza glasi 1. Huyo anatakiwa awe ana maarifa kuhusu kuuza glasi. Kwanza, mfano, maarifa ya kuuza glasi, kwanza ni lazima uwe unaijua glasi yako. Una uwezo wa kuitofautisha na zingine. Wateja wana tabia ya kusikiliza mafanikio au faida atakayoipata kwa kuwa na hicho. Kama wewe hujui hicho kitu ni kitu gani, unakiuza tu. Unaona? Watu wanataka wajue. Unaona, hata wewe inawezekana umeshawahipitia mahali ukasikia mtu anaielezea dawa fulani na ukupanga kununua ukainunua. Kwa sababu ya uwezo wake wa kuchambua kuhusu hiyo product. Sasa ni vizuri ukaanza kujenga maarifa, ikiwa ni pamoja na kuzijua kwa undani product zako. Kwa hiyo ukitaka kutimiza malengo uliyojiwekea, wekeza kwenye muda mrefu, pata maarifa kuhusu hayo malengo ulionayo kuliko kuwekeza muda mwingi kwenye anasa. Naam, hilo ni jambo muhimu kabisa. Wakikwama kabisa kwenye mauzo, wamtafute Ahmed, bingwa kabisa wa mauzo huyo. BM. Tusonge mbele. Jambo gani lingine muhimu ambalo mtu anayetaka kufanikiwa anapaswa kuwa nalo na kulizingatia sana, tabia zile? Nimekuwa nikikielezea hapa kwenye mazungumzo haya, lakini kama sub topic. Sasa nielezee kama topic. Tujifunze kupima maendeleo ya utekelezaji wa malengo yetu. Mtu anaweka malengo yake kama nilivyosema kwa mwaka, kama ulivyosema wewe unawekaga malengo na ukasema ikifika mwezi wa 6 ndio unaanza kuona alijojo, kwamba mambo hayaendi kama nilivyokuwa nimekusudia, na uwezekano wa kutekeleza unakuta ni mdogo. Sasa wewe umekuja kushtuka baada ya miezi 6. Kwa sababu gani? Haupimi maendeleo ya utekelezaji wa malengo uliyojiwekea. Na ukitaka ufanikiwe, pima ndani ya muda mfupi. Pima ndani ya muda mfupi. Kama ni malengo ya mwaka, anza kujiuliza, leo nimefanya nini kuelekea kutekeleza malengo yangu? Unaona? Leo nimefanya nini? Ndio maana mara nyingi tunajiona tuna muda wa kutosha. Haukumbuki hata malengo yako kwa wiki nzima. Maana yake ni kwamba hujatekeleza malengo yako kwa wiki nzima. Sasa tujifunze kujenerate tabia za kupima malengo. Ndio maana moja kati ya sharti la malengo yaliyo sahihi ni malengo yanayopimika, ni measurable. Measurable. So hakikisha unapima malengo yako siku baada ya siku. Anza kujiuliza, leo nimefanya nini kinachonipelekea kwenye kutekeleza malengo yangu? Leo nimefanya kitu gani? Au hapa sasa hivi ninafanya nini kuelekea kutekeleza malengo yangu? Ukiweza kuwa unapima vitu vyako, utajikuta kwamba mambo yako yanaenda vizuri. Kitu usichokipima huwezi kukiboresha. Narudia tena. Kitu usichokipima hauwezi kukiboresha. Lakini ukiwa unapima kwamba hapa nafanikiwa au sifanikiwi, kinachofuata baada ya kupima ni kufanya maboresho. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia speed yangu ni ndogo,
utafanya maboresho ya kuongeza speed. Ukiangalia wiki hii sijafanya chochote, nimefanya nini sasa wiki hii, utajikuta vimeingia vitu ambavyo ungeliweza kuviacha. Kwa hiyo wiki inayofuata utafanya maboresho. Sasa wengi hawafanyikiwi kwenye kutimiza malengo kwa sababu hawapimi maendeleo ya utekelezaji wa malengo yao. Anakuja kushtukia tu mwezi wa 9 au unapima Disemba, uliweka Januari, nasema hebu tucheki yale malengo yetu, nasema kutupa ulifanya nini hapa katikati ulichokifanya. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya tatizo linalopelekea watu wetu kutofikia nini malengo. Yako mengine? Yako mengine. Naam, twende kwa kasi kidogo kwa ajili yako mengine, mtazamaji wetu wa Face Media. Kujiwekea malengo ni jambo muhimu na kuyapima ni muhimu zaidi, kama alivyosema mchambuzi wa masuala ya nasaha mbalimbali za maisha, lakini pia mwanasaikolojia Paul Mongo. Mengine yapi muhimu ambayo lazima mtu awe nayo? Jambo lingine muhimu sana kwenye kutimiza malengo, kubali kushindwa. Kubali kushindwa. Nikisema hii statement, kuna watu wenzangu wa imani wataniona huyu jamaa amepotoka. Ameiacha imani. Ameiacha imani. Lakini wakati mwingine kwenye utekelezaji au kwenye elimu ya utekelezaji wa malengo tunasema kushindwa sio tatizo. Tatizo ni kuacha baada ya kushindwa. Maana ni kwamba nilipanga wiki hii kwenye kutimiza malengo yangu nitafanya jambo hili. Lile jambo ukalifanya likawa gumu. Sasa ugumu wa mchakato kwenye kutimiza malengo usikufanye uache. Kubali kwamba sina maarifa sahihi, ndio maana nimefeli kwenye eneo hili. Nini ninahitaji? Nahitaji kuwa na maarifa sahihi. Nahitaji kuwa na washauri. Nahitaji kuwa na mentors, walezi, ili niweze kufanikiwa kwenye jambo ninalolitaka. Kuna watu walitaka kufanya kitu fulani na wakashindwa mara nyingi. Naona wale watu wengine hawakubali kushindwa. Yaani anaona kwamba hiki sio changu. Naona hakubali kwamba kwenye eneo hili nimeshindwa, natakiwa nifanye maboresho. Anaona straight hiki sio changu, anaacha. Au mwingine anang'ang'ania njia hiyo hiyo ambayo haimpi mafanikio kwa sababu anaamini tu atafanikiwa. Unaona? Sasa kubali kwamba nimeshindwa, kubali kwamba hii kitu sikijui inavyotakiwa. Kubali kwamba sina maarifa sahihi. Unaona? Yatafute maarifa. Ukisha kubali utayatafuta maarifa. Kuna watu ambao sisi sote hapa duniani, moja kati ya lengo letu kuu ni kuwa na afya. Unaona? Ndio maana tunafika mahali kuna haya magonjwa makubwa, mtu unajipima unakuta una ugonjwa fulani likubwa. Unaona? Hawakubali. Kuna kitu kinaitwa denial kinakaa ndani. Kuna kitu kinaitwa denial, anakataa. Kinachozaliwa ni stress. Kinachozaliwa ni msongo wa mawazo. Sasa vinamuua vitu viwili. Kushindwa kwa jambo, denial, stress na kadhalika. Ndio maana mtu unakuta ana mgandamizo, mwisho wa siku kama ilikuwa ishi siku 100 anaishia kuishi siku 32. Unaona? Kwa sababu hajakubali kwamba hapa nimekwama. Yes, kwamba hapa nimekwama. Lakini mtu aliyekubali kwamba sikutegemea hii hali lakini nimeshaifikia. Sasa nipate maarifa sahihi natokaje? Unakuta hao watu wanastawi. Na nadhani hata afya zao za akili ziko sawa, kwa sababu mara nyingi anakubali hapa nimeshindwa, ni sawa kushindwa. Lakini hata kiimani baada ya anguko kuna toba kabisa. Kwa hiyo wale ambao walisema wanakuona umepotoka na wenyewe watakuwa wajua hata baada ya anguko kuna nafasi ya kutubu. Na toba ni kugeuka kabisa. Kitu ambacho naweza kumwambia mtu, hakuna biashara, hakuna ujenzi ulio bora, hakuna ndoa, hakuna mafanikio bila makosa. Unapokosea, kubali kwamba hapa nimefanya vibaya. Unaona? Pata maarifa sahihi au pata njia sahihi ya kutekeleza lengo lile lile. Inawezekana umeshindwa sio kwa sababu hakufikiki, ni kwa sababu mpita njia isiyo sahihi. Tunaposema sasa hivi jamani wote tunaondoka hapa tunaenda Songea. Wewe ukianza kuelekea Mtwara ni kwamba unaenda huko Songea. Unaona? Mwingine akipita njia ya Iringa naye anaenda huko Songea. Ila wewe ukianza kwenda Arusha, unaona? Tuishi nei. Sasa hapo tunaanza kusema okay. Sasa ukifika huko mbele ya safari, sijui Segera, sijui nini huko, umefika huko. Unaona? Usipokubali kwamba nimekosea. Kuna sehemu panaitwa Mwanga pale. Unaelekea njia panda pale himu. Unasema nimefika hapa. Usipokubali kwamba nimekosea, ukageuka, ukatafuta
njia sahihi utajikuta huwezi kufanikiwa. Naam, tunatazama malengo na tuko katika sehemu muhimu sana kujikubali. Kama kukubali makosa kuna kushinda sana, labda lugha ni rasmi sana, sema tu nimetepeta. Ukijiambia umetepeta labda naweza kukutia moyo kwamba bana, kwa sababu watu tunatepeta. Mimi nimewahi kuanza safari moja, nikafika njiani nikamwambia jamaa rafiki yangu mmoja nimetepeta, alicheka sana. Lakini mwisho wa siku kukubali kwangu kutepeta ndio ilikuwa nafasi ya kurudi. Rafiki yangu mmoja hivi karibuni aliniambia, anaitwa Sigmund Lack, aliniambia kitu kigumu sana. Njia pekee, wakati mwingine njia pekee ya kusonga mbele ni kurudi nyuma. Njia pekee ya kuendelea unakwenda ni kurudi nyuma. Ni kweli kabisa. Na kwa hivyo tusione kwamba sio kushindwa. Naam. Tumalizie hayo ambayo ni muhimu tena na ili uweze kutimiza malengo. Ili uweze kutimiza jambo lingine la muhimu sana, ndugu Msami na yeyote anayetufuatilia, ni kuhakikisha kwamba unajenga mtandao wa watu sahihi. Jenga mtandao wa watu. Hili swala limekuwa gumu sana kwenye maisha yetu. Watu wanakuja wenyewe automatic. Unaona? Unapanda basi, unakutana na mtu, mnaelewana, mnapeana namba, amekuja. Unaenda msibani kama tulivyosema, unakutana na watu, anakuambia bwana nilikuona sehemu fulani, amekuja kwenye maisha yako. Unaenda sehemu kanisani, unakutana na watu kwenye maisha. Unaenda kazini, unakutana na watu kwenye maisha. Lakini watu wanaishia hapo. Hamna tena mawasiliano. Ukitaka kutimiza malengo yako, ongeza kitu kinachoitwa kujenga mtandao wa watu sahihi. Labda niseme kitu kimoja. Mafanikio mengi huja kwa kupitia watu kuliko kupitia pesa. Na fursa nyingi siku hizi hazitangazwi. Utazipata kwa watu. Sasa utekelezaji wa malengo yako ni vizuri uzingatie pia nahitaji watu wa aina gani. Unaona? Ulimesema hapa kitu kimoja, ulisema kama utani, ukitaka kujijenga kwenye biashara, kwenye sales, kwenye mauzo, mtafute Ahmed. BM. Bingwa kabisa huyo. Huyo ni mtu. Unaona? Sasa huo ni mfano mmoja. Kuna nyanja mbalimbali ambazo mtu anayetufuatilia anazifanya kwenye maisha. Ni vizuri aanze kwa kujiuliza, nani anaweza akawa mtu sahihi wa kutembea naye kwenye hii safari ili nitimize malengo yangu kwa urahisi. Naam. Kwa hiyo jenga mtandao. Tunapokwenda kwenye specific goals, hapo ndipo tunapohitaji mtu ujenge mtandao. Lakini kama huna malengo yoyote, unajenga mtandao wa nini? Tumia tu hao waliopo. Sababu maisha si ilimradi yaende. Naam. Tumia tu hao marafiki wanaokuja. Yes. Kwa bahati nasibu. Lakini sasa kama una malengo mahsusi, una malengo maalum ya maisha, lazima uanze kujenga mtandao wa watu watakao kusaidia kuyafikia hayo malengo yako kwa wakati. Kama unahitaji kupata taaluma na elimu kama hizi kuhusiana na saa za maisha na mbinu zake, jiungamanishe na Face Media. Kabisa. Ndio sehemu ambayo unaweza ukapata, ukaelewa uliko kwenda huu ni mtandao bora ambao utakusaidia kupata elimu kuhusu kutimiza malengo na mada nyingine kama hizi nyingi ambazo tutakuwa tunakuletea. Kwa hiyo jenga mahusiano sahihi. Hudhuria semina mbalimbali. Sikiliza watu wanaozungumza kama ambavyo unatusikiliza sasa. Unatusikiliza sasa. Na usiache kutufuatilia. Ukitaka mambo yanayohusu maisha kama alivyosema, hapa tunajadili, hapa ni nyumbani kwako. Naam. Kwa hiyo karibu. Lakini jenga, pamoja na kujenga mtandao wa watu sahihi, kuna kitu kingine ambacho huwa kiongelewi mara nyingi. Tunasema jenga vitendea kazi sahihi kwenye mtandao husika. Vitendea kazi. Yes. Kwa ufupi, vitendea kazi. Nitafafanua kidogo. Naam. Unapotaka kujenga mtandao wa watu sahihi, uwe na vitendea kazi vya kuwafanya hao watu wadumu. Watu wengi wanatafuta watu lakini hawana vitendea kazi vitakavyofanya hao watu wadumu kwenye maisha yao. Hilo ndio tatizo. Mtu anafika mahali anakata tamaa. Mimi nataka kujua kuhusu sales, kuhusu mauzo. Lakini wataalamu wote wa mauzo nimewatafuta, nimeongea nao, hawana mpango wa kukaa na mimi. Hawana mpango wa kunilea. Hawana mpango wa kuniingiza mimi on board. Unaona? Sasa kuna vitu ambavyo lazima uviongeze. Jambo la kwanza, ongeza maarifa. Hicho ni kitendea kazi. Unaona? Watu wanaotaka kufanikiwa wanatamani watu wenye maarifa. Kwa hiyo watakutafuta tu.
Unaona? Kwa sababu tayari unacho wanachokitaka. Au ukienda kwao wakakuona una maarifa sahihi, watataka kukaa na wewe. Unaona? Chukua mfano wa watu makazini, wanakuja watu wanataka kufanya field labda. Mimi professionally mtu wa rasilimali watu na utawala, anakuja kijana ambaye unaona kabisa huyu hapa ana maarifa au ana develop maarifa sahihi kwenye maisha, ana study za maisha, huyu ni muhimu kuwa naye. Unaona? Mfano mtu ana nidhamu. Unaona? Hayo ni maarifa. Kila mtu atataka kuwa na wewe kama una nidhamu. Unaona? Huyu mtu ukimwambia kitu anaelewa haraka. Ni teachability ya mtu. Anafundishika. Ahadi zake zinatimia. Yes. Jumamosi saa 2 anakucheki afu baadaye humpati tena. Yani huyu mtu ana nidhamu, tumesema. Huyu mtu ni mwaminifu. Unaona? Sasa hivyo ni vitendea kazi. Jenga tabia. Lakini kitu kikubwa sana, jenga thamani. Hao watu unaotaka wao waje kwako, wawe sehemu ya maisha yako, wao wananufaika nini? Jenga thamani. Kwamba mtu akiniona apate na yeye kitu. Sio tu kwamba mimi nitakuwa na extract kutoka kwa watu na wanyonya. Wao wanapata nini? Jiulize hilo swali. Watu unaotaka kusafiri nao kwenye maisha, kwenye safari ya kutekeleza malengo, wao wanafaidika nini kutoka na uwepo wako kwenye maisha yao? Naam, tuhitimishe na mada hii muhimu kabisa, mtazamaji na wewe unatufuatilia Face Media, kuhusu tabia za wale wanaotaka kutimiza malengo. Hapana shaka tunapoelekea mwishoni, yako mambo mengi ambayo umeyaona na wewe unajifunza na umejiungamanisha na sisi, yani umefuatilia mtandao wetu wa kutoa elimu makini na muhimu kama hizi. Tunakuahidi kwamba utaendelea kuimarisha maisha yako. Tuhitimishe. Labda nimalizie na jambo moja. Alafu mwisho tutaenda kwenye kuhitimisha na tutafunga. Jambo moja la muhimu niseme kwa leo, maana yako mengi sana. Labda kwa leo tuishie hapa. Naam. Anza kabla hujawa tayari. Sio uanze ukiwa tayari. Anza kabla hujawa tayari. Umeshaweka malengo yako kwamba mimi nataka kuwa mfanya biashara. Usisubiri kuwa tayari. Usisubiri mtaji. Usisubiri kuwa tayari. Unaona? Kwa sababu mtaji ni neno mtambuka, lina mambo mengi huko ndani. Na kuna siku tutakuja tuanze kuzungumzia hayo mambo. Naam. Lakini niseme anza kabla hujawa tayari. Ndugu msikilizaji, ukisubiri mazingira yakamilike, maisha yataisha kabla wewe hujaanza. Ukisubiri mambo yakamilike, maisha yako yataisha kabla wewe hujaanza. Wote waliofanikiwa walianza wakiwa hawako tayari. Hakuna aliyekuwa tayari kwa 100% ili kuanza biashara. Watu walianza biashara. Hakuna aliyekuwa tayari kwa 100% kuanza YouTube channel. Kama sisi hapa tumeanza, lakini unatuangalia leo. Tungesema tusubiri wala usingekuwa unapata hii elimu. Unataka kusoma, anza kabla hujawa tayari. Wewe anza. Unaona? Unataka kuhubiri, anza kabla hujawa tayari. Ukisubiri uwe kama Reinhard Bonke marehemu, ni shughuli pevu. Maisha yako yataisha kabla wewe hujaanza. Ndio maana ya ile statement. Unaona? Anza kabla hujawa tayari. Ukisubiri uwe mwanasiasa bora, unaona? Wewe anza huko chini. Unaona? Anza kukua taratibu. Kwa hiyo moja kati ya njia muhimu za kufanikiwa ni kwamba anza kabla hujawa tayari. Kuna watu wengi wanasubiri mtaji, wanasubiri watu wawakubali. Unaona? Wanasubiri serikali ibadilike. Wanasubiri uchumi uwe mzuri. Endelea kusubiri. Ndipo waanze. Lakini waliofanikiwa walianza na walicho nacho muda huo. So, nihitimishe kwa kusema mafanikio sio bahati. Mpango. Kutekeleza malengo sio bahati, ni matokeo ya maamuzi. Tena maamuzi magumu hapa na shaka. Yes, ni matokeo ya maamuzi madogo yaliyofanywa kwa uaminifu kila siku. Uliyachagua malengo yako kila ulipoamka asubuhi. Naam. Uliyachagua malengo yako kabla hujaenda kulala. Ndipo hayo malengo mwisho wa siku yatatimia. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo. Watu wengi wanashindwa kwa sababu hawana mfumo wa kutekeleza malengo yao. Watu wengi wanashindwa kwa sababu hawapimi maendeleo ya malengo yao.
Watu wengi wanashindwa kwa sababu wanasubiri wakati mtimilifu. Sio kwamba wanashindwa kwa sababu hawana uwezo, wanashindwa kwa sababu hawana mfumo, wanashindwa kwa sababu hawapimi malengo yao, wanashindwa kwa sababu wanasubiri wakati mkamilifu. Ukitaka kufanikiwa, anza sasa. Anza sasa. Ukitaka kubadilisha maisha yako, usianze kwa kubadilisha mazingira. Unaona? Na ndio maana ya kusema anza. Usianze kwa kubadilisha mazingira. Anza kwa kubadilisha namna unavyofikiri. Kwa maana ya tabia. Anza kubadilisha jinsi unavyopanga mambo yako. Mtizamo yako. Na anza kubadilisha jinsi unavyotenda, unavyoapproach matendo yako. Malengo makubwa hayatimizwi kwa hatua ndogo. Hutimizwa kwa hatua ndogo zinazojirudia mara kwa mara. Naam. Kama ingekuwa ninatakiwa kuhitimisha labda kongamano kubwa kabisa, ningeweza kusema mafanikio sio bahati. Na najua yamezungumzwa mengi, na wewe unalo ambao umeondoka nalo, kwa sababu kila mtu analo ambao amejifunza kupitia mada hii ya leo, sifa za mtu ambaye anataka kutimiza malengo yake katika maisha. Mimi binafsi yako mengi, lakini naweza kukuambia anza sasa, usisubiri kuweka mazingira yawe sawa, lakini pia anza ukiwa huko tayari, na mafanikio kamwe sio bahati. Ni mipango na tabia za kujirudia na kubadilisha mtizamo. Asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Face Media, na mada ambayo tumekuwa nayo hapa kama nilivyoitaja awali ni sifa za mtu ambaye anataka kutimiza malengo yake. Wewe ambao unataka kutimiza malengo, endelea kutufuatilia. Tutakuwa na mfululizo wa elimu mbalimbali, na nimekuwa hapa na mwanasaikolojia ambaye pia ni mchambuzi wa nasaha mbalimbali za maisha, Paul Mng'ong'o. Na kushukuru kwa muda wako. Endelea kusalia nasi, kwa kuwa hiki ni kisima cha elimu kama hizi na endelevu zaidi. Kila laheri.